Wakati mwingine maumivu yanaweza kaja kwenye maisha yako yakakuletea vita. Sasa maumivu huwa yanazaa vita, yanaweza yakakuletea hayo maumivu yanayoleta vita kwa sababu ya kurudiwa na Mungu, kwa sababu ya kurudiwa na Bwana. Yaani kuna baadhi ya vitu ama maisha ambayo tunakuwa tunayaishi, wakati mwingine tunaweza tukawa tumejisahau, tukateleza kidogo katikati ya maisha, tukamsahau Mungu. Kwa Mungu anapokuja kukurudi, anaweza akarudi akakuletea maumivu. Angalia kitabu kile cha Zaburi ya 89 na mstari ule wa 30. Zaburi ya 89 na mstari ule wa 30. Biblia inasema, wanawe wakiacha sheria yangu, wasiende katika hukumu zangu, wakiziharifu amri zangu, wasiyashike maagizo yangu, basi nitawarudi makosa yao kwa fimbo na uovu wao kwa mapigo. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inatuonyesha ya kwamba wakati mwingine maumivu yanaweza yakaja ni kwa sababu ya kurudiwa na Bwana. Yaani kwa sababu wakati mwingine tunaweza kawa tumejisahau, tukateleza katikati ya mambo fulani, tukasahau kumcha Mungu, na kwa sababu Mungu anatupenda sana, kwa hiyo anaturudi kwa maumivu. Ananikumbusha kwamba leo hii kuna kitu nimekuwekea, ama kuna maumivu nimeyaleta kwenye maisha yako, ni kwa sababu tu mwanangu Lewis, kuna mahali ulijisahau, kuna mahali uliteleza. Na kwa sababu Mungu anasema wale wote wanangu mimi ninawarudi kwa maumivu, na warudi kwa fimbo, na warudi kwa mapigo. Kwa kuna pigo limekuja kwenye familia ama limekuja kwenye maisha, wewe ukaona kwamba labda Mungu amekuacha. Hapana, Mungu anajaribu kuweka matengenezo. Mungu anajaribu kufanya namna ambavyo ajaribu kukurejesha wewe, ajaribu kukuletea wewe baadhi ya vitu fulani, akukumbushe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tunasema ya kwamba kuna maumivu mengine yanaweza yakaja ni kwa sababu Mungu ameyaleta akukumbushe, akurejeshe tena kwenye mstari. Anasema watoto wangu, wanangu, na warudi kwa mapigo. Lakini unapaswa sana kuangalia, je, ni mahali gani ambako labda katikati ya familia zetu, katikati ya utumishi wetu, ni mahali gani ambako labda tulikosea? Ni mahali wapi ambako tuliteleza kwa bahati mbaya tukamsahau Mungu? Tunaposema kumsahau Mungu, sio tu kutenda mabaya, zile consistency, ule mwendelezo wa kimungu ambao uliokuwa nao umekuwa ni mdogo, labda kwa njia ya ibada. Kwa Mungu namna ambavyo anapokurudi, anakurudi kwa mapigo. Tena Mungu atusaidie sana, hasa wenye majina ambayo yapo kwenye vitabu vya Biblia. Hasa majina ambayo yapo kwenye vitabu vya Biblia. Yaani kuna mwingine tu jina lake ni vita kwenye maisha. Sijui kama kuna mtu anajua. Yaani kuna mtu tu jina lake ni vita. Jina tu la kwake yeye mwenyewe ni vita. Nilikuwa naongea na mtu mmoja juzi, nikamwambia watu wanawaitia watu majina. Ni sawa umempa mtoto jina, ni sawa tumepewa majina. Lakini kipindi wazazi wetu wanatoa hayo majina, walikuwa katika hali gani? Walikuwa katika motisha ipi? Na lazima ujue wewe jina ambalo umepewa yaani jina ambalo umepewa, ukienda kinyume na madhabahu, lazima litakuadhibu. Unamuitia mtoto anaitwa Emmanuel, unamuitia mtoto Emmanuel kama jina la baba yangu mimi, asipokaa madhabahu lazima shetani amuadhibu. Kwa sababu unapozungumzia Emmanuel unamzungumzia Yesu, ni Mungu pamoja nasi. Asipokaa tu ni hatari. Yaani kuna majina mengine ambayo tu yanakuwepo, yapo kwenye familia, ni vita. Kwa mfano hapo unaona labda jina la Esther. Yaani tu jina la Esther lenyewe ni vita, dada yangu, kama tu ulijua. Kwa sababu Esther, ili awe Esther, mbele kuna mtu mwingine ambaye anaitwa Vashti. Kwa hiyo hauwezi kuwa Esther mpaka Vashti atoke.
Yaani jina tu Esta lenyewe ni vita, kwa sababu Esta ili akae kwenye nafasi yake atakuwa Vashti kwanza atoke. Sasa una nguvu ya kumtoa Vashti? Bwana Yesu asifiwe sana. Unamuitia mtoto jina fulani, unamuitia mtoto Musa. Sio mbaya, unamuitia Musa, lakini unajua kazi ya Musa kibibilia? Musa ni kuhani, ni kiongozi, anawavusha watu. Unamuitia mtoto Melkizedeki, majina makubwa. Kuhani huyu ana uwezo wa kukaa. Kwa hiyo lazima tuangalie kwamba wakati mwingine kwenye maisha tunasema vita ambazo zinaweza zikaleta maumivu sana kwenye maisha. Sio kila maumivu ambayo yanakuja ni kwa sababu labda tumetenda sana dhambi. Wakati mwingine ni kweli, lakini pia kuna baadhi ya mapigo ambayo Mungu anaweza kaa anatupiga kwa kukosa baadhi ya vitu, ni kwa sababu tu tulikosa ule mwendelezo, tulikosa ile consistency. Kwa mfano, labda sasa hivi umeanza kumpenda sana Mungu, kanisani unaenda, kwenye jumuiya unaenda, una moja mbili unaenda, unafanya, ghafla ukaja ukasahau hivyo vitu, ufanyi tena. Mungu anakurudi kwa mapigo akukumbushe ni wapi. Na wakati mwingine likawa ni jaribu tu ambalo linaweza likapita kwenye maisha yako, na likipita ili likutengenezee mstari mzuri wa kusimama, ili uwe na ushuhuda mzuri. Nataka tumalizie kitabu cha nabii Yeremia, tuishie hapo kwa leo. Tunaona hapo kuna habari moja za mtu mmoja anaitwa Baruku, 45 kuanzia mstari wa kwanza. Mungu alianza kutengeneza na kuleta maumivu ili kwa watu wake, ili aweze kuwarehemu. Tunaona kuna habari moja hivi muhimu sana hapo, natamani tuimalizie kwa kifupi sana leo. Biblia inasema hivi, neno hili ndilo ambalo Yeremia nabii alimwambia Baruku mwana wa Neria alipoyaandika maneno haya katika kitabu cha kinywa cha Yeremia mwana wa 4 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia mfalme wa Yuda, kusema, Bwana Mungu wa Israeli akuambia wewe Baruku, ulisema ole wangu, kwa maana Bwana ameongeza huzuni pamoja na maumivu yangu. Nimechoka kwa ajili ya kuugua kwangu, wala sioni raha. Basi mwambie hivi, Bwana asema hivi, tazama, niliyoyajenga nitayabomoa, na niliyoyapanda nitayang'oa, na hayatakuwa katika nchi yote. Je, unajitafutia mambo makuu? Usiyatafute, kwa maana tazama, nitaleta mabaya juu ya wote wenye mwili, asema Bwana, lakini roho yako nitakupa iwe nyara katika mahali pote utakapo kwenda. Kwa hiyo unaona habari ya huyu mtu, unajifunza kwa ufupi sana. Baruku anapitia shida, anapitia changamoto, anapitia maumivu makali kwenye maisha yake, kwenye familia, lakini Mungu anamwambia ya kwamba, Baruku, acha kulalamika, acha kulia, mimi nataka nikutengeneze. Na pia mahali ambako upo, hata nikija kuleta changamoto wote wataangamia, lakini mimi nitakuhuluku wewe, nitakusaidia. Kwa hiyo watumishi wa Mungu, asubuhi ya leo natamani sana tuangalie, wakati mwingine maumivu yanaweza kaya yanakuja kwenye familia ama kwenye maisha. Wakati mwingine tulijisahau kwa namna moja, tukashindwa kumkumbuka Mungu, ama tukajisahau kwa namna moja au nyingine. Na Mungu aendelee kutusaidia sana, na Mungu aendelee kuturehemu. Tuendelee kuwaombea watu ambao wanapitia changamoto mbalimbali. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya wema wako. Asante kwa ajili ya kibali tena Baba. Katika ibada hii ya leo Bwana Yesu, tumekuja na matoleo haya, tunayaombea Bwana Yesu, kayabariki, yakafanye kazi kama ulivyokusudia Bwana wa majeshi. Lakini yuko mtu amekuja hapa ameshindwa kutolea Bwana Yesu, lakini maandiko yako yanasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Roho yake namna ambavyo amekuja kusikiliza injili yako Kristo ni moyo wa sadaka pia. Lakini tujalie neema Baba, tutakapokusanyika tena umpe tena neema naye akuja kutoa. Baba, bariki sadaka hizi katika jina la Yesu Kristo, amen.